Kitu kinaitwa kibali. Bwana asifiwe. Kitu kinaitwa nini? Kibali. Maana ukiwa na kibali, ukipata kibali utapenya. Utaingia kwingine ambao wengine hawaingii. Utaheshimika. Bwana asifiwe. Na hakuna mtu atakaye kukataa kwa sababu uko na nini? Uko na kibali. Bwana asifiwe. Ila kibali kikikamatwa, hakuna mtu atataka kujihusisha na wewe. Hakuna mtu atakayetaka stori zako. Utakuwa umekataliwa kabisa. Amen. Bwana asifiwe. Na tutapata mfano wa mtu ambaye anaitwa Mordekai, ambaye alikuwa anakaa kwenye lango. Amen. Alipunguzwa tu akakaa hapo mpaka wakati wake wa kuinuliwa ulipofika, akapata kibali, akaingia katika nyumba ya mfalme. Simani anasema alikuwa watatu. Mwingine naye alikuwa ni Esteri. Esteri tu alikuwa msichana tu wa kawaida. Amen. Yaani Mungu akafanya mfalme aseme leo kutakuwa na competition ya dancing. Bibi yake akakataa. Ndiposa yule msichana aliyekuwa amekataliwa akuje katika hiyo nyumba ya mfalme. Bwana asifiwe. Esteri msichana tu mdogo akapata kibali. Kwanza alipata kibali kwa mfalme, akaingia nyumba ya mfalme. Cha pili, akapata kibali kwa mfalme mwenyewe, kinyume na sheria na desturi za Wayahudi. Wakati Wayahudi wote walikuwa wauliwe, yeye alipata kibali, akageuza ile kauli. Ukipata kibali, kuna kauli utageuza katika jina la Yesu. Amen. Kuna mambo yatabadilika tu. Ukiwa na kibali, wale waliokukakataa hawataweza kujizuia tena kukupenda. Bwana asifiwe. Si watu wako na shida, ni wewe hauna kibali. Ni kibali chako kimefanya nini? Kimekamatwa. So Esteri amepenya hivyo kwa sababu tu ya kitu kimoja, kibali. Bwana asifiwe. Amen. 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 Mtu mwingine naye anaitwa Yusufu. Maandiko inasema akapata kibali mpaka kwa wafalme, akapata kibali, akaaminiwa nyumba ya Potifa. Kibali. Bwana asifiwe. Leo tunataka tukomboe hiyo kitu nasikia kinaitwa kibali. Tuikomboe, ukubalike na hakuna atakaye kukataa. Amen. Hakuna mahali utakapozuiliwa, utapenya tu. Bwana asifiwe. Sijui tutaangulia na kusoma ama tutaangulia na tusome Esteri ngapi? 6. Naweza anzia hapo 1. Kupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, naye yakasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyisiwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna aliyofanyisiwa. Mfalme akasema, yupo nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje ya nyumba ya mfalme, asema na mfalme, ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule aliyomwekea tayari. Basi watumwa wa mfalme wakamwambia, tazama, Hamani yuko amesimama behewani. Mfalme akasema, na aingie. Basi Hamani akaingia. Mfalme akamwambia, afanyisiwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu? Hamani akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme apenda kumheshimu kuliko mimi? Basi Hamani akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na aletewe mavazi ya kifalme ambaye mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe, ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani.
na yale mavazi ya yule farasi akabidhiwe mkononi mmoja wapo wa maakida wa mfalme aliye mstahiki, ili makusudi amfike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na kumkaribisha juu ya farasi, kuipitia njia kuu ya mjini na kupiga mbio mbele yake kusema, hivi ndivyo atakavyofanyisiwa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Basi mfalme akamwambia Hamani, hima, toa mavazi na farasi kama ulivyosema, ukamfanyisie hivyo vivyo Mordekai Myahudi aketia mlangoni pa mfalme, lisipungue neno lolote katika yote uliyoyasema. Amen. Enda nane kuanzia hapo 5. Akasema, mfalme akiona vema, nami nikiwa nimepata kibali machoni pake, na neno likionekana jema mbele ya mfalme, nami nikimpendeza machoni pake, iandikwe kuzitangue barua za Hamani bin Hamedatha Mwagagi aliyotunga na kuziandika ili kuangamiza Wayahudi walioko katika majimbo yote ya mfalme. Kwa maana niwezeje kuyaona mabaya yatakayowajia watu wangu, au niwezeje kuyatazama maangamizo ya jamaa zangu? Mfalme Ahasuero akamwambia Malkia Esta na Mordekai Myahudi kusema, tazama, nimekwisha kumpa Esta nyumba yake Hamani, naye mwenyewe wamekwisha kumtundika juu ya mti, kwa sababu aliwatia mikono Wayahudi. Amen. Bwana asifiwe. Umesikia mwenyewe. Bwana asifiwe. Maandiko inasema Mordekai alikuwa tu mtu wa kawaida, naye alikaa pale kwenye gate akifungulia wakubwa wanapita, yeye anakaa tu hapo. Amen. Haleluya. Magari manono yanapita, lakini yeye ako pale. Asijue ya kwamba hata yeye ni kibali chake kimekamatwa, anafaa kuwa katika hiyo nyumba wanatoka. Amen. Nataka uone ile position huko sio yako na haikufai. Amen. Mordekai akakaa pale kwa uaminifu, naye akafichua siri iliyofanya apate kibali aingie katika nyumba ya kifalme. Bwana asifiwe. Napo kuliko ulizwa ya kwamba mfalme, mtu ambaye angependa kumheshimisha, huko anafanyiwa nini, Hamani akatangaza vile anafaa kufanyiwa. Mfalme akamwambia, fanya hivyo kwa mtumishi wako Mordekai. Amen. Kibali kikaingia. Bwana asifiwe. Mordekai akaponea chupuchupu, maana alikuwa ndiye aendelee kufinyiliwa, na sio tu kufinyiliwa, walikuwa wamepangiwa kuuliwa. Bwana asifiwe. Yaani uko kiwango cha chini, na mpaka hapo uko bado wanakutafuta wakuteremse chini kabisa wakuue. Bwana asifiwe. Watu wanaga huruma. Kwa Esther akaomba kibali, na hiyo kibali kupatikana tu rahisi. Maandiko inasema alijifunga na akaambia Wayahudi wote, tujifunge tutafute uso wa Bwana. Bwana asifiwe. Ndio hiki kibali kiweze kuachiliwa ama kiweze kuzaliwa, mpaka tutafute uso wa Bwana, tujinyenyekeshe, tugeuze, tutangue ile barua iliyoandikwa ya kwamba Wayahudi wote wafe, lakini sasa itanguliwe iandikwe Wayahudi wote waishi. Amen. Amen. Leo barua iandikwe katika jina la Yesu Kristo. Walioandikiwa kufa leo Bwana ategue hiyo barua katika jina la Yesu. Waandikiwe kuinuliwa, waandikiwe kuishi katika jina la Yesu. Amen. Upate kibali. Amen. Bwana asifiwe. Maandiko inasema alipopata kibali mbele ya mfalme, akasema na iwe hivyo. Malkia, na iwe hivyo. Na iwe hivyo hata katika maisha yako. Waliopanga mabaya ni wao wataingia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ile Mordekai alikuwa ametengenezewa huyu mtoto wa mama, na saa hiyo ni gate 6. Bwana asifiwe. Hata hana kitu chochote. Mtu wa kukaa kwenye lango ako na nini? Ni tule tuhera tu, anamwambia asante kwa sababu ya kutufungulia gate. Bwana asifiwe.
Yeye ni kuona anaonaga na macho, lakini hiyo maisha haishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ama kuna gari yake amekuja akapaka, afungulie wengine, hakuna. Ni mtu aliyekuwa chini. Lakini siku hiyo Bwana alipotaka kumuinua, akaachilia kibali akubariki. Mfalme akose usingizi, akumbuke kuna jambo fulani huyu Mordekai alifanya, na hiyo jambo inafaa atendewe mema. Amen. Na mwenye alifanya maovu inafaa naye afanye nini? Aadhibiwe. So kafanyika nini? Bwana akukumbuke katika siku ya leo. Mabaya yote waliokupangia aitague katika jina la Yesu. Afanye uhesimishwe, uinuliwe kiwango kingine. Utolewe kwenye hiyo position ambao wanakukanyagia chini, hiyo position ambao wamekukataa. Lakini kibali kishuke juu ya maisha yako, upate kibali, usonge to the next level. Amen. Hangesonga without favor, hangefanya chochote. Without favor, Esther hangeweza kugeuza ile kauli. Bwana asifiwe. Maana ilionekana ni vyema wafanye nini? Waondolewe. Waliopanga hivyo Bwana awaondoe wenyewe katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. So leo tunafanya nini? Tunakomboa kibali. Maana kibali ni kitu muhimu sana katika maisha ya mtu. Kibali tu. Hata usipate bili vibali, kimoja tu kibali. Favor. Amen. So nataka tuangalie hapo. Favor. Wakati kimekamatwa nini huwa inafanyika? Na wakati imeachiliwa, what will happen? So nacho kibali kiko katika pembe ya mtu ambao ni nyota, ambao pia katika mkono wako kuna nini? Hizi vidole 5. Ama uko na ile, nani uko na ile? Bwana asifiwe. Usifanye hivi tuone. Bwana asifiwe. Amen. Uko na hizo vidole ngapi? 5. So hizo ni pembe 5 za nyota yako. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? So nyota ya mtu ina pembe 5, na hizo pembe 5 zinajulikana kwenye mkono wake. Uko na pembe ngapi? 5 za nini? Za nyota yako. So huna nyota 10, uko na moja, lakini uko na pembe 5. Hivyo mkono wako ulivyo. So kidole kidogo ndio nini? Kibali. Bwana asifiwe. Unaona? Tuko pamoja? Aka kadogo ndio nini? Ndio kibali. Si hiki. Hii ni kazi nyingine, hii nyingine. Lakini hii ndio nini? Kibali. Ndio maana kanakaa mwisho, sababu kana marafiki 4. Hao ni supporter company wako, ambao pia wakiondolewa maisha yako yanaenda chini pia. Amen. Wakiwepo wanakusaidia kusimama katika maisha. So ndio maana kako hapo, ndio wasaidiane maisha yako iweze kusimama. So kibali ni uwezo wa kukaa katikati ya watu na watamani kazi yako, watamani uwepo wako, na wafurahie kuwa pamoja na wewe. Wasichoke kampani yako, ama wataendelea kukupenda. Amen. Kibali ni nini? Ni watu kukupenda. Wanapenda kampani yako, vile unaongeaga, vile unafanya kazi, mpaka wanapenda kukaa na wewe. Amen. Ukiongea hawakuzini, wanasema wewe kila utilurugaga. Wanashangilia ukiongea, wanasema hiyo ni point, hata kama hujaongea point. Nasema hapo uko sawa. So watu wanatamani uwepo wako, wanatamani kukaa na wewe. Amen. So kibali ni pembe muhimu sana kwenye maisha yako. Ni mtakabali wako, huo ni mtakabali wako wa uwezo wa mtu kutamani. Amen. Hiyo nyota ni nini? Hiyo kibali ni nini? Ni uwezo wako wa kufanya jambo linaonekana, ya kuanzisha jambo linakamilika. Amen. Yaani ukifungua kabiashara, hata kama utauza mawe yenyewe, wacha vyakula, mawe, watu watauliza ni ngapi, naambia hizi ni za kuogea, naenda uweke tu kwa nyumba, ni maua, watazinunua. Amen. Ukiwa na hiyo kibali. Bwana asifiwe. Si unaonaga watu wengine hata zile vitu wanauza unashindwa sasa hii. Lakini amepata kibali na anaziuza zinaisha. Na kuna mwingine ako na zile smart na mzuri, lakini bado hazisongi.
Sijui kama namjua mtu anauzaga vitu vya second. Zimezeeka lakini zinaenda kuliko hata zile za mpya. Na akipata mpya wataziona hata kabla hazijakuja. Hiyo ndio kibali. Amen. So kibali ni nini? Ni watu kusimama pamoja na wewe. Kama sasa hapa ukikuja wanakuambia hata kuna uwanja hapa, utakuja ujenge kanisa hata bila wewe kuwahusisha. Wanatangulia kukuambia vile utakavyosaidika. Wanatangulia kukuambia kuna mahali fulani utapata kazi, kuna mahali fulani utaweza endelea, sababu wamependezwa na wewe. Amen. Unaweza kuja ujenge mahali fulani, wako tayari upate hata kiwanja. Kibali kinafanya watu watake kuitanishwa nawe. Amen. Kila mtu anataka kuitanishwa nawe kwa sababu uko na nini? Pepe yako ya kibali imeshine. Watu wanataka kuitanishwa tu na wewe hata kama una chochote. Lakini huwezi kuwa na kibali na ukose chochote. Utakuwa nacho. Watu wanataka kuitanishwa nawe ikiwa ni kwenye biashara, wenzako wanataka pia uwakilishe. Amen. Bwana asifiwe. Nadhani hizo mambo unazionaka na zipo. So unawakilisha. Hiki kibali kina windwa sana na shetani. Usikione hivi. Hiyo kibali tu uwe nayo, lakini pia utalindwa sana na shetani. Kibali kikikamatwa, furaha ya mtu huwa inapotea. Bwana asifiwe. So tumeona ukiwa na kibali, watu wote watapenda kuitanishwa na wewe. Watapenda kuwa na ushirika na wewe. Watatamani kukaa na wewe. Ile biashara unafanya wanataka kuifanya na wao. Watapenda kampani yako. Lakini ikikamatwa, amani yako itapotea. Bwana asifiwe. Na unakuwa ni mtu unakataliwa sana. Kibali chako kikikamatwa, utakuwa ni mtu ambaye umekataliwa sana na watu wote. Na unapata tuhuma sio za kwake. Watu wanaanza kukuwekelea maneno. Bwana asifiwe. Achana na huyo, ni mchawi. Achana na huyo, hata nilimuona na watu hawajakuona. Amen. Wataanza kukuwekelea vimaneno. Sababu kibali kimefanya nini? Vile walivyo, kama vile wangekupenda, ndivyo watakavyo kuchukia. Bwana asifiwe. Sijui kama umeona mtu ambaye amechukiwa mpaka na watoto na hawamjui, wanamshautia. Sijui kama umeaijua. Mpaka watoto ambao hawakujui wanafanya nini? Wanakutukana. Ukihamia mahali hata watu hawakujui, hata huko wanakukataa. Hauna kibali. Umesha kamatiwa kibali. Amen. So unakuwa na maneno za kuwekelewa. Na unakuwa ni mtu wa kuhamahama kwa kuwekelewa maneno. Utakuwa ni mtu wa kuhamahama. Hapo huko wanasema wewe usikizanaki na watu, wewe nini? Yaani inakuwa ni fitina mpaka unahama. Ukienda kwingine unakuta mwingine ni kama ni yule alihama akaenda kule. Unampata huko. Hata huko wanakufitina tu. Bwana asifiwe. Ni nini shida? Ni kibali ndio kimekamatwa. Huku ukiwa na kuku, mpaka ukiwa na kuku zinakufa, haziwezi endelea. Ukikamatwa kibali, pembe hii ya kibali, mpaka ukiweka mifugo zinakufa. Bwana asifiwe. So vitu zingine tusiulize kwa nini zinafanyika. Wamebahatika kufanya nini? Kukamata kibali chako. Ndio hata ukifuga kondoo zinakufa, ukiweka kuku zinakufa. Amen. Yaani mpaka vitu zinakukataa. Lakini tuko na mmoja ambaye alipata kibali na akaingia katika nyumba ya ufalme akafanyika kuwa queen. Katika jina la Yesu, hata sisi tupate vibali vyetu virejeshwe katika jina la Yesu Kristo. So unakuwa na kuku na mifugo zote zinakufa. Watu wanakutenga, unabaki peke yako. Wanakutenga, company inapotea.
Wale ambao wakikushikilia wanajiondoa. Hata kwenye familia wanakaa kando. Hata kwenye kanisa wanakaa kando. Wale ambao wako mbali na wewe kidogo wanakaa kando. Unabaki peke yako. Bwana asifiwe. Kibaki peke yako unafanya nini? Yako inafikaga mtu anasema sasa mimi kuna haja gani nikae katika dunia? Anaanza kuona Mungu anamchukia, anaanza kuona hana faida katika hii dunia. So anachokifanya kinakwisha. Chochote anachokianzisha kinakwisha. Alikuwa na mali zinaisha. Alikuwa na miradi inaisha. My friend, hata kama alikuwa na baiskeli na ilikuwa na miguu, kibali kikikamatwa, haujui tayari ilienda wapi, hawezi kurudisha ununue ingine. Kitu kikiharibika hauwezi nunua kingine, inaisha hivyo. Hata kile umebaki nacho kidogo, kikiharibika ni hivyo, kinapotea. Hata uwe na gari inawekelewa mawe. Ni nini imekamatwa? Kibali. Amen. Gari utawekelea juu ya mawe. Gari inaharibika, inakusumbua, inaitisha pesa mingi kuliko ni kama kununua gari nyingine. Hata wewe kama ndio utafanya nini? Unaiwekelea hapo, inakuwa maua. Bwana asifiwe. Chochote tu. Nimeanza kupiga picha. Kuna mahali unaona gari imewekelewa mawe. Ndio mwambie akomboe pembe yake, nyota ya kibali. Gari yake itarudi kwa barabara. Amen. Yaani inakuwa ni maisha ya umaskini, maisha ya upweke, maisha ya kufinyiliwa. Na saa hiyo umebaki peke yako, mali inaisha. Vitu ambavyo uko navyo vinaisha. Na saa hiyo unabaki, hata rafiki wanaondoka. Rafiki wakikuja kwako ujue uko na kibali, hata kama ni kadogo. Kiona wanaondoka, kibali kimeenda. Amen. Kimeshaenda. So unabaki bila chochote. Hata yale mavazi ulikuwa nayo mazuri ulikuwa unavaa, unaonekana mtu. Ukiyavaa tena hata inaonekana kama bado umechakaa. Bwana asifiwe. Ihali unajua ukiwa na kibali hata uvae kaguo kamechakaa, watu wanaona umevaa smart. Na kuuliza hiyo nitoa wapi? Wako unasikia aibu kuambia ni 200. Wanafikiria ni 200. Amen. Uko na kibali lakini kikikamatwa uvalie smart. Hai, watu hawaoni. Wanaona vile umevaa vibaya kabisa. Amen. So unakuwa mtu wa kukopa, mtu wa madeni na kuhamahama. Utaingiaje kwa madeni? Ni kwa sababu kile ulikuwa nacho kimeisha. Mali imeisha. Sasa diposa uendelee kuishi na uendelee kujisimamia, inabidi ukope. Ukiwa unatarajia kwamba utapata pesa ulipe, unaingia kwa madeni. Madeni mengi watu wako nayo saa hii, si wao wametaka. Kuna mahali imehusika. Aidha ni kibali kimekamatwa, wakaingia kwa madeni na kuhamahama. Mtu hatulii. Leo uko Wihope. Amen. Unatoka Wihope unaenda Wetaidia, ukitoka Wetaidia Kahawa, kitoka Kahawa uko Mlolongo, kitoka Mlolongo uko Ngong. Bwana asifiwe. Yaani hautatulia, sababu ukitulia kuna ile baraka ya kutulia. Utapelekwa huku, pelekwa huku, na saa hiyo pesa zinatumika, unabaki bila chochote, unaingia kwa madeni. Madeni kizidi unahama humta. Unaenda kwingine ambapo hawakujui na unavamia hapo kaduka, ukimwambia mwisho wa mwezi nitalipa. Unavamia kaduka ya mwenyewe. Na ukiona sana wamekujua tena, unatoweka hapo mpaka na rent ya mwenyewe. Bwana asifiwe. Kuna watu maisha yao yako hivyo, si kupenda kwao, wamekamatiwa kibali. Kibali hawana. So ni kuhamahama, ni madeni na kukaa mahali popote, hawana amani. Maana kibali kikamatwa, amani ya mtu huwa inapotea. Kuanzia leo Bwana kurejeshea kibali katika jina la Yesu. Na tangaza kibali chako kifichuliwe, kikombolewe, ili upate kibali, upate kutulia. Mahali popote utaenda ukafanikiwe katika jina la Yesu. Chochote utaanzisha kikanawili. Amen. Na hiyo ndivyo watu wameshindwa kuinuka, sababu
Kama unataka kuinuka kwanza, komboa kibali chako. Bwana asifiwe. Esta mtu hajajulikana ameingiaje katika nyumba ya mfalme. Bwana asifiwe. Alipata kibali. Mordekai ametoka aje kwa gate na alikuwa afe, lakini ameingia akawa prime minister katika hiyo nyumba ya mfalme wa 3. Amen. Labda kule unakaaga ukifagia nje, wewe ndiye mwenyewe wa huko ndani. Hatujui, lakini ukipata kibali kuanzia leo, milango zitafunguka. Njia zitafunguka katika jina la Yesu. So utakuwa mtu wa kuhamahama. Angalia sana kama wewe ni mtu wa kuhamahama, umefuatwa na madeni, watu wanaanza kukukataa na kukuwekelea maneno. Amen. Amen. Angalia watu huwa wana respond aje. Amen. Umevalia vizuri lakini watu hawaoni bado. Jua kuna shida. Kuna kibali kimekamatwa. So usitafute ni watu hawakupendi, ati ni watu wako na kisirani na wewe. Amen. Hata hapo bado haujarogwa. Hakuna mtu, hakuna pepo imekuroga. Ni kibali kimekamatwa. Amen. Si mtu hakupendi, anakupenda sana na anataka akuinue, akubariki, akuongoze, akukumbuke kama Mordekai, kama Esteri. Lakini kibali kimekamatwa. Nani anakamata? Ni shetani pamoja na mawakala wake ambao pia ni wachawi. Wamekamata pembe ya nyota yako, inaitwa kibali. Amen. Hata ukiwa wewe ni pastor, hata pastor anaweza akakamatiwa kibali. Anaweza akakamatwa nini? Kibali. Na ikikamatwa kibali, utashangaa huku watu pia wanamkataa. Kanisa linamkataa, huduma inamkataa. Washirika wataanza kusema, wamekuja kanisani, sijui wameona nini. Amen. Sababu hawapendi. Hawataki hiyo ushirika, hawapendi. So wataanza kufanya nini? Kutoka one by one. Mwishowe atabaki peke yake akisema, Mungu hajaniita hapa. So nifanya nini nikiwa peke yangu hapa? Ninahama. Bwana asifiwe. Usione mtu wa kuhamahama ufikiria ati anatafuta makao. Saa ingine kuna kitu kimekamatwa ama kuna kitu kinamsumbua. So mwishowe anakosa makao na anaachana na ile huduma, anakuwa ni mtu sasa wa kawaida. Usicheze. Kibali kikamatwa, haijui wewe ni nani, inakusukisha chini. Lakini ukiwa na kibali inakupeleka mbele. Si tuko na mfano wa Mordekai, alikuwa kwenye gate, lakini kibali kinamsongeza mbele katika hiyo nyumba ya mfalme. Esther anatolewa katikati ya watu. Kwa kupata kibali anakuwa queen. Bwana asifiwe. Leo upate kibali kikusongeze mbele katika jina la Yesu. Na tangaza upate kibali. Kibali chako kikombolewe ili usongezwe hapo mbele kwa your position, hata kama walikusukisha kwa sababu haukuwa na kibali, hata kama walikuweka chini kwa sababu hauna kibali. Kibali chako kilikamatwa, lakini tangu leo Bwana akupandishe level nyingine. Pata kibali. Amen. Ukipata kibali unasonga mbele katika jina la Yesu. Amen. So umekamatwa kibali na shetani. Uliona hizo anga, wakakukamata. Waliona utapenya, waliona utafaulu, wakakamata kibali. So wakakuweka kwa kukwama, kwa delay, kwa stagnation. So hakuna kusonga mbele. Na hiyo ni moja ya mbinu ambazo huwa zinachanganya kanisa. Amen. Hata kanisa tuombe, tufanye nini? Turegeshe kibali. Amen. Watu from nowhere watakuja kwa sababu kuna nini? Kuna kibali. Amen. So Esteri akapata kibali na akategua ile barua. Maandiko inasema alipata kibali, akaomba mfalme kama inawezekana ile barua iliyokuwa inasema ya kwamba Wayahudi wote wafe, lakini kuandikwe barua nyingine iseme Wayahudi wote waishi. Bwana asifiwe.
Leo tunaandika barua nyingine, tumepata kibali, tunatangaza kuishi katika jina la Yesu. Tunafungua milango ambazo walizifunga katika jina la Yesu. Kule walikuweka chini, walikufinyilia. Kuanzia leo Bwana akupeleke katika possession yako. Amen. Be positioned to the right position. Amen. Watu wameshukishwa, wamehamishwa, wamelekewa roho ya madeni, ya kuhangaika. Hakuna mtu anayekupenda, hakuna mtu anataka kusikia story yako. Lakini kuanzia leo wakutafute washauri katika jina la Yesu. Kuanzia leo watake kuzihusisha na wewe. Kuanzia leo wakupende, wapende kampani yako. Amen. Tukiwa miongoni mwa watu, nasema wewe hatujasikia ukiongea. Lakini ukikamatwa kibali, hata kama uko na point wanakunyamazisha. Sema usiongee, tunajua vile unataka kuongea na hawajui. Bwana asifiwe. Amen. Naona wengine wakisalimiwa vizuri wakifika kwako, sababu ya hivyo wanakusalimia hivi kama Masai anasalimiana ukiwa umeondoa mkono. Hauna value, hauna kibali. Amen. Lakini tangu leo Bwana akurejeshe kibali katika jina la Yesu. Arejeshe kibali kwenye hiyo biashara, arejeshe kibali kwenye huduma. Leo kafichuliwe katika jina la Yesu. Upate kibali katika hiyo plot unaishi, upate kibali. Amen. Haleluya. Wewe mwenyewe utajua kama uko na kibali ama hauna. Ilikamatwa ama wanaitafuta. Na tumeona ya kwamba kibali ni pembe ya nyota ambayo inatafutwa sana, inawindwa sana na shetani. Nataka sasa tuingie katika kukomboa hicho kibali. Amen. Maana pasipo kuikomboa, tutasema ndio hiyo imepita. Ndio huyo anajenga na amevalia vizuri, lakini wewe kwako hakuna. Amen. Acha kushindana ukishuhudia wenyewe. Na ameendelea lakini kwako hawatasema. Sema na siku hizi umeparara. Bwana asifiwe. Lakini wewe unaona wengine wakifanya nini? Wameinuka, siku hizi wanajenga, siku hizi wamefaulu, hakuna gari kubwa, lakini kwako hata ile baiskeli ulikuwa nayo, hata stove imetokana. Wacha vitu, stove yenyewe imetokana. Haina dabi, zote zinakuwa nane. Inaweza kukuchomea kwa nyumba anytime. Haina zote. Bwana asifiwe. Lakini unaona wengine Mungu amewainua. Kwa nini si wewe? Amen. Leo kuwe Mordekai, Bwana akuinue katika jina la Yesu. Leo kuwe Esteri, Bwana akuinue katika jina la Yesu. Kile kibali kilichokamatwa Bwana akarejeshe katika jina la Yesu Kristo. Simama na miguu yako. Tumesema kibali ni gani? Ndio. Bwana asifiwe. Ambayo ikikamatwa hautakuwa na amani. Hakuna mtu atataka stori zako. Hakuna mtu atataka ushirika wako. Utakuwa unauliza vitu wanakuambia hizo hatuuzi, lakini wanaona kama huna pesa. Unaenda kwa mtu anaona kama umekuja kuomba tu. Amen. Leo tunafichua pembe ya kibali katika jina la Yesu Kristo. Tunaikomboa kwa jina la Yesu Kristo. Urejeshewe katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Nataka tufikirie kwa pamoja. We pray together.